wake. Amen. Makao kwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hii maneno Mungu nisikie. Wakati nasomaka hii maneno nasemaka Mkristo haiko mjinga, haiko mpumbavu. Yeah. Haiko mtu wa kulialia. Haleluya. Amen. Wakati na mhifadhi Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, Utatu Mtakatifu na ndani yako, unawahifadhi wale watu. Ukisoma hapo tu Yesu tena aliwaambia, mimi ni ndani ya Baba na Baba yuko ndani yangu, na ninyi mtakuwa ndani yangu na mimi nitakuwa ndani yenu. Fanya kwanza matematiki, uangalie. Fanya matematiki. Ma appartenance, ma inclusion. Nasema français, mwili français. Haleluya. Amen. Jina la Bwana litukuzwe sana. Amen. Ni kusema ile gouvernement yote ya mbinguni inakuja inafanya makao ndani yako. Utakuwa nani? Utakuwa mtu wa kawaida kweli? Hapana. Utakuwa mtu wa kawaida. Watu wengi ni kwa sababu wanajisahau, hawajijui. Yes. Hawajijui. Ni kwako tu kushika maneno ya Mungu. Muweke Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Mshirikishe katika kila kitu ambacho nataka ukifanya. Mshirikishe. Mwambie Baba nataka hivi. Baba nataka hivi. Watakuja. Gouvernement ya mbinguni itakuja, nitakaa ndani yako. Hautakuwa mtu wa kawaida. Kule kusameke mwizi ni Mkristo wa kanisa fulani. Kule kusameke uzinifu Mkristo wa kanisa fulani. Wengine juu ya tamaa wanaenda wanaozishonisha miili na iko mnyumba. Roma Iko na bwana na watoto. Siku vinaonekana. Haleluya. Au siri mwa dunia. Kwa sababu ya anasa ya mambo ya dunia, anaenda anafanya mambo ambayo haiwezekani, na huku anaingia kanisani, na huku anaitwa yeye sijui ni mpastori, na huku anaitwa ni shemasi, na huku anaitwa hivi na hivi, anaitwa matitre, lakini anachokifanya ni kipi? Kwa hiyo andaa maisha yako. Siku ya hukumu yaja, ambako watu watalia na kusaka mema. Hiyo siku ipo. Wakati kanisa litanyakuliwa, kuna watu ambao mulikuwa nao kazini, utaanza mtafuta fulani yuko wapi. Unafika nyumbani unaangalia mume wako haiko, unaangalia mke wako haiko, unajiuliza amekwenda wapi. Unaanza kutangatanga, kwa kupanda kumilima wanapanda, kwa kushuka mabondeni wanashuka. Unaanza kutangatanga au jua amekwenda wapi, kumbe amekwisha kunyakuliwa. Yes. Haleluya. Amen. Amekwisha kunyakuliwa. Kwa hiyo andaa maisha yako. Uandae maisha. Andaa maisha yako. Kwa sababu Ukristo sio kuingia kanisani tu na kutoka. Ni wewe kulinda maneno ya Mungu. Ndio maana hapa katika Yakobo hii sura yake ya kwanza, ukianza Yakobo 2 kushuka hapo, utakuta wanasema wale ambao hawalishiki neno la Mungu ni kama watu wanajiangalia kwenye kioo. Na wakati unatoka, unajisahau jinsi ulivyo. Ndio. Unajiangalia hivi, kumbe ndio kisi nakuaga mwekunda. Lakini wakati unatoka hivi, unasaa, alikwambia ujichore pale, hautajichore. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio hii maneno watu tunasema hapa. Wengine watafaa kutoka, imeisha pale. Lakini leo nakuagiza, andaa maisha yako kwa sababu muda umekwisha. Yes. Muda umekwisha. Haleluya. Amen. Muda umekwisha. Andaa maisha yako. Tumalize na hii verse. Tunamaliza hizi verse mbili. Tunataka kuomba Mungu. Tunamaliza na Methali 29 mstari wa kwanza tu. Na tunamaliza na Yohana sura ya 2 4 hadi 6. Methali 29 na 1. Nasoma Methali tu. Soma hiyo Methali 29 mstari wa kwanza. Tunasoma Methali? Ndio. Methali 29 na mstari wake wa kwanza. Ndio. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Aonywaye mara nyingi, akishupaza shingo, atavunjika ghafula, wala hapati dawa. Amen. Amen. Amen.
Haleluya. Neno la Mungu likae ndani yako na kuonya leo kupitia msaada wa Roho Mtakatifu. Lakini wakati unaonyeka na hausikii kile ambacho kitakuja, kitakushinda. Na wakati unavunjika shingo, hautapata tiba. Kwa hiyo andaa maisha yako. Siku yaja, siku ya hukumu. Mambo ya dunia yatapita. Haya mambo ya dunia yatapita. Andaa tu maisha yako. Yesu Kristo akae ndani yako na akuwe kiongozi wa maisha yako. Basi. Kwa sababu ukimweka na mambo mengine, yeye atakwenda kuyakogota, kwa sababu atakaa ndani yako, ataishi ndani yako. Inawezekana unaweza kutaka kuandaa maisha yako au kutengeneza maisha yako. Unaweza kuja tuombe pamoja. Au unaweza kuona shida nyingine ambayo unaona ni ngumu kwako. Unahitaji msaada wa Mungu, msaada wa Roho Mtakatifu.